So nilipigia my husband nikamwambia eti watoto wamebadilishwa, sijui hata wako wapi. Akaniambia tulia, enda uongelesha daktari. Nili have kuongelesha daktari akaniambia I'm sorry, hatukukwambia wameimprove tunapeleka room nyingine. Hapo ndipo nasikia. Thank you Maka family. Unajua kuna watu wanaweza baki wakijiuliza mbona mlichagua Pumwani and all that sijui nini. The reason why tulichagua Pumwani ni yenye tumewaambia like nilikuwa hata kama deliver normal na watu watanielewa because they don't rush to emergency hizo CS unless emergency wanakupeanga time. So by the way guys, kama kuna kitu nilipenda na Pumwani hiyo time nilikuwa nimekosa maziwa for the 2 days. Yes, nilikuwa tu naforsiwa na daktari, wananiambia jaribu kukula, jaribu kukunywa vitu moto moto na kila saa unafinya at least maziwa itoke. But in the meantime watoto hawayuko njaa because Pumwani wametengeneza family milk bank. Kuna milk bank. Just a moment. We are not advertising Pumwani. Yeah, we are not. Just doing our story based on our experience. Yeah. Continue. Kuna kitu inaitwa milk bank Pumwani. In case kuna mama mwenye ako na maziwa mingi na ana feel hii maziwa ni much hadi inamwagika, anaenda huko ana donate. So ataenda akamuliwe na lazima ufanyiwe test zote. Huwezi kupeana tu maziwa tu. You can be positive ama uko na so unafanyiwa test zote, maziwa inaangaliwa iko sawa. So unakamuliwa maziwa na hizo mapump, kisha kamuliwa inastokiwa kwa freezer. So kama kuna mzazi mwenye hana maziwa, hiyo ndio time sasa unapewa maziwa, unatolewa maziwa hapo, unaekewa ya kupea watoto. So mimi hakuna kitu ilikuwa inanipea trauma kama hii. Umedeliver mtoto but the first milk yenye anapata kwa mwili yake ni ya mama mwingine. Oi guy. Mimi hadi nilikuwa napigia mama na kupigia na kwambia kiniombeeni yaki maziwa itoki na feed watoi maziwa ya wenyewe. Unapata mtoto for 2 days hauna maziwa, stress zinazidi kukuja. Hadi daktari mmoja akaniongelesha, alikuwa Mori, akaniambia usijipe stress. Is she that lady mwenye nilikuwa nakwambia? Alikuwa anaitwa I guess. Machoine. Au yako Machoine. I think that the one lady I'm talking about alikuwa Machoine. She was so kind. Ile time yenye ulikuwa umeniita ukiniambia ati umekufungia uko umekata utoke. So hiyo time nilikuja akaniexplain, akaniambia your children were not atukatai bibi yako watoke huku, but the children is that the twin B ako chini kidogo na alafu kuna vile sijui ilikuwa ni nini ilikuwa inamshikashika huko hivyo, ilikuwa ni hiyo macho yake sijui ilikuwa ameshikashika na jaundice. So akani explain tu vizuri, ndio nikakuongelesha uka cool down. So ulikuja kuona uzuri wake after umetoka huko hivyo, because sasa after daktari mkubwa amekuja ndio akakupea sasa ruhusa utoke sasa. But so she was a good doctor by the way. Alikuwa very understanding na alikuwa anasema si ati nachukiana ama nini, ati nataka kumkaisha huko hivi. Ni vile naona kwa kulingana na utafiti wangu he is not able hataweza kukopa huko nje. So nilikuwa hapo kwa huyo daktari, alikuwa ananiongelesha, ananiambia usijali na usijipe stress. The more unajipea stress the more maziwa inazidi kupotea, haitakaa haraka. So ka stress free, just eat well, kula vitu moto moto, maziwa itakuja. Like alikuwa ananiongelesha na feel yenyewe huyu anafanya ni feel poa. Jua nilikuwa nasikia vibaya kila time unaendea maziwa, yani umekuja kuona watu hii unapata wengine yaki wanakamua cause huko niko lazima ukamue. Wenye wanajua if you know you know, lazima ukamue. Nilikuwa nampigianga napata ako hivi, lazima ukamue ndio sasa muende mfeed watu hii. Wenye wanaweka na pipe waeke na pipe, wenye wanawapea na vikombe fulani hapo unawapea. So uko tu hapo unakamua oi ni ndio nake sitoi hata kadot. So mimi watu wakikamua, mimi niko busy nimeenda kupanga line kupoa maziwa ya wenyewe, na hiyo kitu ilikuwa inanimaliza. Nilikuwa tu kwa hiyo line napanga tu hiyo line, naambia Mungu Mungu venye tu nilikuwa mimi nitazaa watoto normal na ukanipea normal. I need milk. So my husband venye alikuja hiyo jioni nikamwambia mimi nilete tu uji.
Mama aliniambia nikunywe uji. So venye aliniletea uji, I remember hiyo cup niliweka tu kikombe moja hivi niliweka uji kwa kikombe. Nikamwambia Mungu, God, before nimalize hii uji, I want a miracle. I want a miracle. Trust me you, Mungu anasikianga. Nilikunywa hiyo uji, kaanza kumejia. Within sijui hata ni 1 hour, hata haikukaa. Nilianza kusikia uchungu huku. Mekia ikaanza kutokelezea. Do you know, maziwa ilikuwa mingi hadi mimi nikienda kurudisha mkono. Ile maziwa nilikuwa napewa, pia mimi nilienda kupeana. Ngoja kidogo. Hivyo ndivyo utabarikiwa. Ulikuwa unapewa utaanza kupeana. Yeah. Hadi mama akaniambia, "Wow, that's good. Hiyo ni poa by the way. Niweka wega muno. Mbona yashokagia wako?" Nikasema ndashokia wako. Juu sasa wamenisaidia na maziwa for 2 good days, maziwa ya mtu mwingine. So na mimi nikaamua cause I'm okay, walienda wakanipima kila kitu kwa sawa, na maziwa imekuwa too much. Nili have kupeana hata mimi. So I gave back. Yeah. So that's the goodness niliona kwa Pumwani. Mimi siwezi ongea ubaya wao. And again, kitu ingine najua kunaweza kuwa na mtu mwenye ali experience kitu mbaya huko akachukia Pumwani. For me siwezi chukia cause I have had a very best experience huko. Mimi sijaona shida ya Pumwani. Yeah, mtu asiseme ati sijui na watetea sana, hapana. Mimi ni kulingana na experience yangu. Nikilinganisha Pumwani na private, I would go for Pumwani again and again cause wameniangalia vizuri. But maybe kuna private ziko fiti kuliko ile yenye tulikuwa tumeenda. Na okay juu ya modo ndo hale. But kulingana vile nimesikia most private watakwambia tu uende kwa CS mara mingi sana. Especially kama vile tulikuwa na twins. So I think Pumwani is a good hospital. And again, it's not that I think it is a good hospital. Ni vile tu iko underrated due to some stories zenye zilikuwa hapo before. Hata kitu watu wanasahau wingi ni hakuna mali hakuna scandals. Ni wewe uende na Mungu wako akusaidie utoke ukiwa mzima. Hakuna mali ya kukosefu ati useme hapa pako sawa. Kuna kitu huku tuambia. Twin A na Twin B waliachana na dakika ngapi ama na masaa ngapi? Miaki hapo hadi wa leo sijaijua, unless niangalie kwa kitabu, sijaijua. Haikumaliza one day. Mimi the pain I had, uchungu nilisikia. Biaraga wa kwanza first born nilikuwa rada ya masaa. Mimi hapana. Mimi ya round hiyo. But kulingana kitabu naonanga ni around 1 hour hivi. Agenda 1 hour. Few minutes. 15 minutes. Juu after ametoka, after nimetobolewa maji, nilianza kupush. Daktari akaniambia no, don't push. Ngojea uchungu yake. So nilisikia uchungu mara 2. Ya Twin 1 na Twin 2. Receive double portion. Kama ulisikia uchungu mara 2, receive double portion. Akaniambia don't push. Ngojea uchungu yake kuja ndio msukume. So hata sikukaa sana, uchungu yake kakama. One touch. Ukamija, shui. Mradi nani? Soka moja la yes. Game zilifaa kupigwa mara ngapi? Mara 2 sasa. 10. Idhano si kahe. Hata zilipigwa tutarudia. Tuwapigie lini guys? Guys. Tutawapigia hizo game. So imekuwa a nice journey. A challenging journey. Yani imekuwa tu ni mixed up of reactions tu yani. Juu pia kulea hata tutarudi tu hapa hivi aelezee how has it been. Saizi wanaelekea 1.6 years. 1.6 ama 16 months. Is it? No. 16. Wow. Hapo 13 hapo. 13 months. 16 wewe. Ndio, sini 1 year sini 12 months. Na 16 Mathafu guys. Mathafu ni je wakoragwo na hapa yemo na kuria mbere. Anyway. Noma. Kalasinga Kikuyu ya pesa izishindo lakini ya mimi vitu zingine ni shida. Ama nyinyi ndio mlitoka shule mkifind X na mkuipata. Hata sijaipata ndio wao sasa. Tulikuwa tunaongelelea tutarudi hapa tena tuelezee kuhusu the journey now. Hii 16 months imekuwa na munangani. Msikuja kwa kusema ati mliona tu mwende Pumwani modo edhoa hali kinyira. We were not well. Hapo ndio tungeweza. Tulijifikia hapo, unaona hapo. Najua kuna wenye wanaweza kuja kutambia si mwingine na Nairobi Women's Day, Nairobi Women's. Hatunge afford hiyo. Ndio tufanye harambee tulipe bila hapana. Hapana, tuko tunataka kusumbua watu na at that time
tulikuwa na experience Joyce ameshaendea huko hivyo, so tulikuwa tu alafu another we have a friend who is a doctor alituambia at this point the best hospital yenye naona tu inaweza wasaidia tu yenye hamtasumbuka wako na all the facilities ya Pumwani. So hatukuwa na last of ati kuchaguanisha. Unajua kuna hospitali nyingine tunakuanga hapa na pale hatukuwa na hiyo time. So time yenye tulikuwa nayo tumebakisha ni ya kwenda hosi sasa na muujiza sasa ufanyike. So haijakuwa rahisi. So ndio maana tumefika wapi kwa kudeliver. So na wakakaa mlika hosi how long? Ilikuwa a month. Hiyo mwezi ilikuwa inakaa mwaka. Ilikuwa inakaa mwaka. I can remember nilikuwa na do job kwanza, job yenye ilikuwa so time yake ilikuwa strict vibaya sana. Nakumbuka nilikuwa natoka huko na Nduthi, na Nduthi. Juu nilikuwa nafaa ku report by saa 9 kamili. So sijamalizana na wewe, nafaa ku report job juu tunahitaji pesa. Ama umefika umepata ndio niko haki. And then sasa lazima uni wait. So inabidi uongee na soja akupeka. By the way, nilikuwa celeb kwa homa soja bana. Mkubwa umekuja? Umekuja? Karibu. Ndio kupe time juu sasa wengine visit hours zimeisha. Wewe hujaniona bado nilikuwa niko. But those soldiers aki. I think I'll plan and go visit them. Juu hatukuwa tunasumbuana but I think bado ni neema tu ya Mungu. Ni grace tu. Ni grace tu ya God. Wewe niko hapa ni saa 8. No, ni saa 7 kamili hivi. Juu kulikuwa na fungulo saa 6. Saa 6 ama saa 7 round hapo hivyo saa 7 na nafaa ku report job by 3. Wewe sasa nikuje huko chini na uwezi toka kabla umalizie watoto. Alafu huyu mama hapa hatoi maziwa, sasa ni kuanza kuchangia maziwa huko chini. Yenyewe likapitia. But thank God you are here and strong. Our children are also strong. Na tunashukuru Mungu because hiyo ilikuwa ni victory. Maziwa I guess maziwa ilipotea for 2 days and I guess ni juu I was still mourning my dad. The dad is so fresh. Nikwambie kwa Kikuyu tunaitaka kwa hiyo. Nda hiyo kitu. Yeah, but kila kitu tulipitia hii time ya watu, we just saw God in everything. Yeah. Sure. Because kila kitu ilienda tu vizuri, nikamwendea. By the way it was me alone na sasa nikamchukua kagari kauba hapo hivyo mpaka kwetu. Mpaka saizi majamaa wameendelea tu fiti, hata kama mmoja mdogo alipitia saizi yako fiti. So we thank God. We want to thank you for this journey because mmetembea na sisi. So at least now you get to know what happened. Yeah, na mmejua penye jina Kimaka imetoka. Kimaka umeshajua penye imetoka. Na vile tu tunaendelea hivi. Subscribe. Of course. Subscribe. Unaona hapa chini. Unaona hapa. Click hapo hivyo subscribe. And you upate the next video we are going to upload. So we are going to share the next video. You don't want to miss it. Wafanye nini? Subscribe. 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 Na wewe subscribe. Subscribe. Unajua maara na maero na si na maes. So thank you guys for joining. Imekuwa fiti. Make sure to watch the next video. The Kimakas are following. What do we say? Bye. The Kimaka family.